Ndio, karibu sana mtumishi wa Mungu, na shukuru kuzungumza nawe kwa siku ya leo. Na sema asante kwa kuwa utanifuatilia na utaanza kuelewa nini ambacho Mungu anahitaji kuzungumza na wewe kwa siku ya leo. Siku ya leo tuna ujumbe ambao unasema kwamba jinsi ya kuishi maisha matakatifu, na kuna aina nyingi sana ambazo mwanadamu anaweza kufanya ili kwamba aishi maisha matakatifu. Na kuishi maisha matakatifu ni uamuzi wa mtu binafsi. Ukihitaji kuishi maisha matakatifu ni maamuzi yako. Ukihitaji kuishi maisha ya uovu pia ni maamuzi yako. Lakini siku ya leo Mungu anahitaji uweze kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo nitakuomba unifuate sana kwa kina zaidi uweze kuelewa jinsi gani ya kuwa naishi maisha ya utakatifu. Asante. Inatakiwa kwanza tuelewe utakatifu ni nini. Utakatifu ni hali ya kuishi maisha ya utauwa. Ni hali ya kuishi maisha bila dhambi. Unaishi maisha bila dhambi ndio utauwa. Kwa hiyo utakatifu ni hali ya kuishi maisha utauwa, unaishi bila dhambi yoyote. Tuna point yetu ambayo nasema kwamba penda sana kusoma neno la Mungu. Jinsi ya kuishi maisha utakatifu. Ukitaka uwe mtakatifu zaidi sana, penda sana kusoma neno la Mungu. Tunaangalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1:3. Neno la Mungu nasema, heri wasomaye na hao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Kwa hiyo utajua kushika maneno ya unabii huu maadamu unasoma neno la Mungu. Usiposoma neno la Mungu hauwezi kujua jinsi gani ya kuwa mtakatifu. Ni lazima uwe unasoma Biblia, ujue Biblia inasemaje, na ujue mikakati ya Biblia, na ujue Biblia inahitaji uweze kuishi maisha gani. Ndio tunaangalia pointi yetu ya pili ambayo inaendelea, inasema kwamba jitakase. Jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Jitakase kila itwapo leo. Jitakase na kumcha Mungu. Kitabu cha Wakorintho wa pili 7:1 na Mungu linasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Kwa inatubidi tuweze kutimiza utakatifu kwa kumcha Mungu. Ambacho kitasababisha uweze kutimiza utakatifu ni kumcha Mungu peke yake. Tunaangalia pointi yetu ya tatu, inasema kwamba tafuta amani na kila mtu. Ukiwa mtu ambao unahitaji kuwa mtakatifu, jaribu kuwa na tafuta amani na kila mtu, usiwe na ugomvi na watu. Jitahidi sana kila mtu utafute amani naye. Asante sana. Tunaangalia kitabu cha Waebrania 12:14. Neno la Mungu nasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kwa hakuna utakatifu ambao sisi tunatukaupata bila kutafuta kwanza amani. Tunatakiwa tutafute amani kwa kila mtu yote yule, tutafute naye amani. Tuwe na amani na kila mtu, kwa maana tukiwa na amani na kila mtu ndio utakatifu ambao utasababisha sisi tuweze kuona mbingu. Kwa hiyo hatuwezi tukakuwa na vurugo na watu alafu tutegemee tuone mbingu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunaona mbingu kwa sababu tuna amani na watu wote. Kwa hiyo utakatifu wa kuwa na amani na watu wote, huo ni utakatifu ambao utatupatia sisi kibali cha kuweza kufika mbinguni. Ndio pointi yetu ya 4 inasema kwamba basi yatupasa tuwe watakatifu hata kufa. Na maana inatakiwa tuwe na utakatifu mpaka siku ya kufa. Sio tuseme kwamba sasa hivi na utakatifu ngoja tu niache. Unatakiwa na utakatifu mpaka siku utakapokufa, ndipo utakatifu unakatika. Lakini kama unaishi, maadamu unapumua, maadamu unaishi, unapumzi kila itwapo leo, jaribu kuwa mtakatifu mpaka siku utakayokufa. Tunaangalia kitabu cha Petro wa kwanza 1:15 na Mungu anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa hiyo tunakuja kuona tunaleta utakatifu, tunakuwa watakatifu katika mwenendo wetu wote. Kama jinsi Mungu alivyo mtakatifu alivyotuita, nasi natakiwa tuwe watakatifu katika mwenendo wetu yote. Asante kwa kuwa umeendelea kunifuatilia. Nashukuru Mungu kwa sababu utabadili maisha yako kupitia ujumbe huu, na kama umebarikiwa vya kutosha, jaribu kusubscribe, like na comment, na uweze kushare kwa watu wengine. Nafikiri tutakutana tena kwa video ifuatayo, na Mungu aweze kuwa pamoja nao. Amen.